Leo nataka tuzungumze juu ya jambo moja muhimu sana katika maisha yetu: kuishi leo bila kujifunga na makosa, majeraha au kushindwa kwa jana. Wengi wetu tunapoteza nguvu nyingi kufikiria mambo ya zamani badala ya kujikita katika fursa ambazo tunazo sasa. Nelson Mandela, baada ya kutoka gerezani baada ya kukaa kwa muda wa miaka 27, aliuliza kama anaweza kuwachukia wale waliomfunga hapo kabla, na alijibu kuwa ninapojitoa gerezani na kubeba chuki moyoni, nitakuwa bado mfungwa. Mandela alielewa kwamba kubaki na uchungu wa jana ni kujifunga na minyororo ambayo haionekani, na angeweza kutumia maisha yake yote kulalamika kwa jinsi ambavyo alionewa, lakini yeye alijua hilo na kutazama mbele. Kama mtu ambaye alionewa kwa muda mrefu lakini bado alisamehe na kuonesha mtazamo mpya katika maisha yetu. Nasi pia tunaweza kujifunza kutoka kwake, kusamehe, kuachilia na kuishi leo kwa matumaini mapya. Wapo wengi ambao majina yao yaliharibiwa jana na kupelekea kupata aibu kubwa katika maisha yao. Wengine walipambana sana lakini bado wakashindwa. Wengine walijitahidi kufanikisha mambo mbalimbali katika maisha yao kwa kuweka bidii kubwa, lakini mambo hayakwenda kama vile ambavyo walitarajia. Huenda ulianzisha biashara ikaanguka, ulifanya mitihani ukafeli, au ulijaribu kutimiza ndoto zako lakini haukufanikiwa. Thomas Edison, ambaye alikuwa ni mvumbuzi wa balbu ya umeme, yeye alishindwa zaidi ya mara 1000 kabla ya kugundua namna ambavyo taa inaweza kuwaka. Lakini alisema kuwa sikushindwa mara 1000 bali niligundua njia 1000 ambazo hazifanyi kazi. Kama Thomas Edison hakukata tamaa, vipi kuhusu wewe? Kwa nini ukate tamaa? Yeye alishindwa mara 1000 na akaendelea kuamini kwamba anaweza kufanya kile kitu ambacho anakihitaji katika maisha yake. Maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Mithali 24 fungu la 16 anasema, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 lakini huinuka tena, ikiwa na maana kuwa unaweza ukawa umeanguka jana lakini unao nguvu ya kuinuka tena leo. Wapo wengi ambao waliumizwa jana, pengine kwa kusalitiwa na rafiki zao wa karibu, kuumizwa na mtu ambaye ulimwamini, pengine ulivunjwa moyo na mtu ambaye ulimtumainia kwa kiasi kikubwa. Aidha ulitendwa vibaya na jamii, familia au watu ambao uliwategemea. Unahisi maumivu kila unapoamka, na huenda kila ukiona wale ambao walikuumiza jana inakufanya ukumbuke yote waliokutendea. Kitu cha msingi na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kufanya katika maisha yako ni kutoruhusu maumivu ya jana yapole furaha yako ya leo. Kubaki kwenye uchungu ni sawa na kunywa sumu huku ukitarajia mtu mwingine afe. Maumivu yako ni halali, lakini usiache kukwamisha maisha yako ya leo. Kuna msemo ambao unasema, wale wanaokaa wakihesabu makosa yao ya jana wanakosa baraka za leo. Hivyo jana inapaswa kuwa shule na sio jela. Fikiria mtoto mdogo ambaye anajifunza kutembea. Mara ya kwanza anapojifunza kutembea ataanguka mara ya pili, ataanguka mara ya 3 na huenda hata mara ya 4, lakini huwezi ukamkuta hata siku moja akiacha au akilia kwa sababu ya kushindwa kutembea kila anapojaribu. Lakini anaendelea kujikaza, kila anapoanguka anainuka tena bila kuacha kile ambacho anakifanya, na mwisho wa siku anajifunza kutembea. Kwa hivyo kuanza kulia kwa sababu ulianguka jana, unaendelea kujipa mzigo wa maumivu ambao unashindwa kufanya uendelee mbele katika maisha yako. Hivyo hasa jana ipite, ishinde leo kwa nguvu mpya. Usikubali maumivu ya zamani, hofu za zamani au kushindwa kwa zamani kukuzuia kuona uzuri wa leo. Mwisho kabisa, Mahatma Gandhi anasema mustakabali wako unategemea kile ambacho unakifanya leo, akiwa na maana kuwa huwezi kubadilisha jana, lakini unaweza kufanya leo iwe bora kwa ajili ya kesho yako.